من الآمال ما بك ظننا وتكفينا كل مدر همة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هوى وتبني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جلية وتمو عنا كل ذنب جنينا وتذكر لكل من عيبه وعز واسره وعيا وتسهل لنا من سؤال الأعمال ما عز ذرا وتعم جمعنا هذا من خزائن منهك السنية برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك غنى اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا ولكل راج ما أمله فيك رجاء وقد سألناك راجين ما هبك اللدنيا واقق لنا ما منك رجونا اللهم من الروعة وسر الروعة والرعية وعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم واجرا اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة راخية واسقنا غيثا يوم سياب سيبه سبا وربا واغفر للناس بهذه البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من البرزنجي نسبته ومنتمى وله الفوز بقربك والرجاء والأمنية وجعل مع المقربين مقيله وسكنا واسر له عيبا والزواس روعية وكاتبها وقارئها ومن أسواق إليها سمعه وأصغى اللهم صل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه من نصره ووالى ما شنفت الآذان من وسط الرج بأقراط جوهرية كعدت سود المحافل المنيفة بعقود حلا وقل الصلاة وتم التسليم على سيدنا مولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم إن شاء الله تريد فارق إن شاء الله بسم الله na link nimekumentia mwana. Sasa angalia YouTube watu wanauliza mbona yuko msituni. Ina hii kitu. Muhammad, karibu sana bana. Mimi hata nimechukua ile link yako nikiweka. Uko kazi juu ya kazi. Nalipo bwana. Hafla lagi. Ada hotel. Toi muito. Oh, mimi basi nimechukua ile link yako kwa online live kwa group WhatsApp. Oh, nimechukua group yako. Mbona ya kai? Bismillahir Rahmanir Rahim. Inshallah tunaomba wageni wote waliokuja tukae kwenye kikao cha hafla ili tuweze kuendelea na hafla yetu, na inshallah hatutawachuka wala hatutawachelewa kwa ule muda tunopanga. Inshallah hatutazidisha kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo inshallah Ustadh Abdallah ataendeleza hafla yetu mpaka pale ambapo tutafikia inshallah. Naomba aliyoko mbali afike karibu, na wasichana na wamama wametayarishiwa kwa mlango wa nyuma
mlango wa nyuma uko wazi. Wasichana na wamama waingie ndani ya msikiti, inshallah tuendelee. Inshallah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bila kuchelewa, inshallah taala tutaanza hafla yetu na kasida ya kwanza ambayo inasema wewe usijali kumbuka mauti.
Atasikiliza Al-Qur'an Al-Karim kusomewa na Afan Khamis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال قدير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم. Baada hiyo Qur'ani inshallah tutakwenda kusikiliza ama kusomewa shir ambalo linahusiana na mambo ya maiti au mauti, tukisomewa na Aisha Abubakar. رحمة الله تعالى وبركاته. Takujia aitie mikononi roho yako aivute jua hana ya huruma wala hana ya imani mauti mama zito yana dhiki nyingi
sikia, pindi ikichukuliwa salamu zitoenea, fulani fulani jamaa kesha yaga dunia, watu waanza kulia, wamiminika nyumbani, mauti jaa, mama zito yana dhiki nyingi, sikia, jeneza limeshapambwa, sanda nje washonewa, waoshwa bila kujua, masikini hujijua, watikwa nayo mwilini, mauti jaa, mama zito yana dhiki nyingi, sikia, 40 kutimia, sasa waanza kuoza, yatoboke macho yako, litaboke tumbo lako, kipasuke kichwa chako, na mabu kutoke, mauti jaa, mama zito yana dhiki nyingi, sikia. Kwanza, assalamu alaikum warahmatullahi. Inshallah tutakwenda kusikiliza shairi lingine likisomwa na Mumin Ali wakiwa na wenzake. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, inaanza kwa jina lake Jalia, yeye ndiye Maulana tunayemtegemea, si usiku si mchana, neema hutuletea, kwa rehema zake Bwana ikhlasi yavutia, kwa masomo ya kidini sote tukiwa makini, kwa uwezo wa Manani twazidi kuendelea, na elimu taisoma tuwe wa kuzingatia, kwa furaha tunasoma hima tukizidi pia, wazazi tusiwe nyuma katika mambo ya dini, toeni yenu mapeni atawalipa Jalia, hiyo ni sadaka hasa kwa Mungu kujitakasa, mkitoa zenu pesa mema kujikusanyia, wafundisheni vijana mjue Maulana, hata kama ni Kuchina waweze kulifikia, na elimu ni wajibu Muhammad Kureshia, kwa elimu wa Habibu
kalazimisha Wahabu. Mshukuru Wadudi kuizingatia, katupa nyingi juhudi, Mola aliyejawadi. Madrasa yetu hii Ikhlasi Gariseni, twamuomba Rahmani elimu kutuzidia. Mwalimu wetu alimrahamu ya Wadudi, umfanye mja mwema Firdausi kuingia. Mola wape furaha zenye afya, kwa baraka zake Taha enyi mlohudhuria. Rabbi swala na salamu zimfikie Hashim, bwana wote kaumu Muhammadi Hashimia. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Inshallah tasomewa kasida na Al-Fath ongozwa na Sayyid Abdallah. Wakutaraji tabibi, niwe
Allah
yenu nzuri ambayo ina mafundisho mazuri. Tasomewa Ulumul Quran na Umar Ismail. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الوجوه والنظائر. ما الفرق بين الوجوه والنظائر؟ الوجوه هي الألفاظ المتماثلة في اللفظ المختلفة في المعنى. النظائر هي الألفاظ المتماثلة في اللفظ المتفقة في المعنى. أمثلة على الوجوه والنظائر: الصراط. ورد لفظ الصراط في القرآن الكريم على وجهين: الوجه الأول بمعنى الطريق، وذلك قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا توعدون. ونذيره قوله تعالى: فهدوهم إلى صراط الجحيم. وذلك قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم. ونذيره قوله تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما. وهذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Baada hapo tutakwenda kusikiliza Al-Qur'an Al-Karim kutoka kwa Amina Khamis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحسب الأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب الرسل من قبل. اللهم صل وسلم عليه. فإن كذبوك فقد كذب الرسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك
Shukran. Inshallah tutaendelea kusikiliza Qur'an au kusomewa Al-Qur'an Al-Karim kutoka kwa Omar Muhammad Komora. Falyatafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. Shukran. Mungu awazidishie kheri inshallah. Tutakwenda sasa nafasi ya Ansar Konkona inshallah. Falyatafadhal. طير إليها دار إليها ولو بخير
ما على من يحبها من جناح وتقرب إلى إمام ولو مشيا وتقرب إلى إمام ولو مشيا على الموت في الركاب
Ansar kutoka Dodoma inshallah, ikiongozwa na ustadhi wao almaruf Baba Hassan, lakini ni Hassan Abdullah inshallah. Haya, tutakwenda kusikiliza kaswida ambayo itakuwa ya mwisho inshallah taala kutoka kwa Madrasatul Ikhlas. Hadha bil khair, falyatafadhal. صلوا على حبيب الرحمة. صلوا على حضرة النبي. صلوا على متومه. اللهم صل وسلم عليه.
Basi inshallah nashukuru kwa hiyo tasmia yenu mzuri. Tuna shairi moja inshallah tumalizia sasa. Kuna shairi tutakuja kusikiliza inshallah tukisomewa na Mubarak Khamis. Fali tafadhali. Kwanza sala na salamu zende kwa Mola Karimu, asifiwe ya adhimu, kwani yeye ndo rahimu. Wageni wetu adhimu, marhaban biqudumukum ilayna kwetu sisi, karibuni antumu. Salamu kitu muhimu kabla kutakalamu. Wageni wema jamani, salamu alaikum. Limenifika koni, naomba nilitapike, sitoka nalo ndani, nitapata geke. Masikio funioni na wala msikereke, Rabbi Mola mrahamu, mja huyu wa kipekee. Bingwa huyu marhumu, Isimulani Ali, miaka 9 ilitimu hadi leo Jumapili. Tarehe 2 kamili ya mwezi wa Aprili, jambo hili likabili. Ali huyu ni adamu, khasara metukabili. Si Ali wa Kitere, Kibusu wala Kiobe, si Ali wa Baomo wala Ali wa Sheli. Jina lake alikomraharo, nataka mumfahamu, Rabbi Mola mrahamu, mwalimu wetu wa hamu. Kasikia aliharo, yani hakika ni hiro, walai hakwa na kero, kwa kweli ni vikitiro. Majukumu alishika kuikuza yetu dini, uongozi we hakika lidumu tena kwa shani. Twaomba kwako Rabbuka umpe njema amani, nuru iwe akwaka karibuni kaburini alondani. Alikomora kipenzi aliyewahi dunia, mudiri wa ikhlasi kwa bidii pia nia. Hata peni hekudhulumu wala teni kulilia, ikhlasi malakoteni min jila ahdalia. Imamu wa hunafa umma alihudumia,
ni baadhi nilotaja, ila kwingi kahudumia. Rabbi Mola mrahamu, huyu mja wako pia. Ndugu zangu wa Ikhlasi, ninazo zenu shauri za alifu bete, yeye na ndugu yete, wote walinikabidhi amana niwalete. Pokeni zawadi za ndugu wa Hijai, na wao alirukia japoni wala stiboni, ilibidi nimbebe japo mzito mzigoe. Lalifu utambue Allahu ndiye wa kwanza, kisha Al-Faraj Abdallah mwana Kokani ndo mwalimu wa hekima. Tatimiza ndoto zako za dini bila kupima, hakika wana Ikhlasi mshikeni himma himma. Labeni bongo lako silina sekatu katu, kalichangamshe kwako lisije shikwa na kutu. Pia libarisa mwalimu mwenye busara, talielewa hakika safinatun najati. Emnaeni hakika shuleni ni alfabeti, Muhammadi na Nasiri walimu wako wa dhati. Waukataja wazazi, muwaheshimu wazazi, muwaheshimu wazazi hata si wako mzazi. Naye jimu akajamu akanitika begani, naitike jizi gunia la maneno jamanini. Ni mazito haya jamaa, maneno ya kakajimu, jifunzeni elimu, ujinga mkaudhia. Akajaza ndani pia, jijengeni na ukweli, uongo tafitinia. Mtaweza hilo jambo mkiwa na bro ya jimu. Si mwingine huyu bro, Haro Muhammad, kimoda wa Ikhlasi, kadhalika hana kero, wallahi hana mikosi. Haro isimu la asili Muhammadi laki aurabu, pyari pyari kuchi kuchi nehi nehi mwarabu. Muawwa ustazuna mudiruna dufturina, هنا باقنا في هذه دار السنا. يا ربنا توكي أستاذنا هارونا، وترثش علمه من يمني هنا. معشر الحاضرين اتكيني آمنا، يا رب تحفظ علمه يكينا حكيما. هيا nitamati ya kasraye wasalamu, nataka tuwatambue alumni wetu wa humu. Kijana Abdul Azizi na mekando ilo wazi, roli modeli wa wazi na kikundi cho azizi. Kikundi cho min Ikhlasi Gariseni ndo makazi, sifa zenu jambazi imeshina tuinazi. Najihisi dizzy, feel very dizzy, because I am busy kuwasifu waziwazi. Ningalikuwa na peni ngamnunulia viazi, andazi pia mchoze na maharage ya nazi. Ya Rabbi Mola Azizi, hawazijana wazi, Mola uwape jazi kwa hali zao na kazi. Kwenye moshi unofuka na meka mmetuziba, inanukia sihaba yani marahaba.
ni pilau sio jaba wala pojo na matoli. Kwa kweli si haba haba, kwa kweli ni ilo haba. Kuchi kuchi huba huba, karibuni mahabuba. Chari chari ladha ladha, yalla yalla Allah Allah. Wageni subiriani ya ikhlasi marhaba. Mahabibu mahabuba, ikhlasi marhaba. Ana ya ghani jamani mbaraka wa hamisi, mbaraka wa hamisi ndo jina lake halisi. وهذا السلام عليكم والعفو منكم. Baraka Mungu akubariki na kuzidishie. Huyo nafikiri kuanzia alifu bea alianzia hapa mpaka pale alipofikia. Ni katika wale walimu ambao wako hapa wakati wakiwa hapa. Kwa wakati huu hawako hapa, wana harakati zingine, wana elimu zingine ambazo wanazitafuta mbali kidogo na huku, lakini alianzia alifu mpaka pale alipofikia. Ni katika wale waliochukua shahada katika madrasa hii wakiongozwa na almarhum Ustadh Alim Ibrahim. Kwa hivyo inshallah mpaka hapa tumefikia mwisho wa hafla, isipokuwa sasa kuna mmoja katika wanafunzi ambao waliopata kumpata almarhum wakati alipokuwa bado yuko hai na akiwa mzima, alikuwa na nguvu zake kamili, na wakati huo alikuwa ni wakati ambapo alikuwa amejipinda zaidi na kujikakamua na kuwa katika mstari wa mbele zaidi kuitumikia hii kazi ya Mwenyezi Mungu. Yeye inshallah atakuja kwa wakati huu, ni ustadh na pia vile vile ni imam katika sehemu ya Gubani kule. Nafikiri kuna hata wakati mmoja tulikwenda, waliona waliokwenda kazi zake na harakati zake pia. Inshallah yeye ndiye atakuja kumweleza almarhum kwa ufupi au kwa marefu. Yeye atasimama na atasikiliza tarehe kwa ufupi ya almarhum inshallah, kwa sababu yeye ni katika wale wanafunzi ambao waliweza kukaa karibu sana na Ustadh Ali na wakajaribu kupata mengi kutoka kwake. Inshallah Ustadh Mahmud Hassan faliyatafadhali inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Mimi sina la kusema kwa sababu alichukua ile shairi alimaliza kila kitu. Shairi amezungumza kila kitu na imemalizika, na sitazungumza chochote isipokuwa tu kuna mtu alimtaja katika shairi, wamesema Abdul Aziz. Huyo ni kijana ambaye sisi pia tunampatia taadhim kubwa na sharafu kubwa, kwa sababu yeye ndio mwanzilishi wa hii kitu. Kama sijakosea, kuna sahaba wanamuita Thabit bin Qais radhiallahu anhu, aliuawa katika vita vya al-Yamama kwa ndoto, na akamueleza baadhi ya vitu vyake vya vita kwa yule mtu, kumaanisha ya kwamba mtu ambaye kwamba amekufa anaweza akakujia wewe na akazungumza na wewe. Kama vile pia tunavyosema alipoenda Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Isra na Mi'raj na kwenda kupatiwa sala 50, alomshauri kupunguziwa sala zile alikuwa ni Nabii Musa alayhi salatu wasalam, ambaye kwamba tayari alikuwa ameshakufa. Sasa baada ya sisi kupata ilmu kutoka kwa Ustadh Ali, tumetawanyika na kila mmoja akawa kana shughuli zake na anakimbia kwa harakati zake. Lakini kwa muda wa miaka 3 ndio sasa inaendelea hauli hii ya ustadhi. Swali au jambo tunalolijua ni kwamba mwanzilishi alikuwa Abdul Aziz, ndio mtu alofikiria jambo kama hili kabla ya kuwashauri watu wengine. Swali ni je, kwani ustadhi alimjia yeye kwa ndoto na akampatia ushauri kama hii? Hatustajabu, inawezekana. Kwa hivyo inshallah taala tumuita Abdul Aziz aweze kutufahamisha ilikuwaje baada ya ustadhi kutuondokea, na ilichukua muda, ilikuwaje wazo hili likapatikana. Pengine imetokea kama ilivyotokea
kwa Sayyidina Thabit bin Qais, ama vile pengine imetokea kama Sayyidina Musa alipokutana na Mtume alayhi salatu wassalam. Abdul Aziz. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sina mengi ya kuzungumza ila ni machache tu, na mimi si hodari wa kuzungumza, na maustadhi ama mashehe wako hapa na jukumu lao kuzungumza, na mimi sijasimama mbele yenu kwa ajili ya kutoa mawaidha, bali ni mambo mafupi tu nataka nielezee, na vile vile nielezee kwa nini tuliweza kuja na nimeweza kuja na fikra kama hii baada ya almarhum Ustadh Ali kufariki. Kwa kweli ustadhi ni mtu ambaye tumeishi na yeye, tumekaa na yeye, tumefanya naye mambo mengi. Licha ya kupiga magoti mbele yake kutusomesha, kulikuwa na harakati zingine pia ilikuwa tukifanya naye. Lakini baada ya yeye kufariki, kwa kweli sote tuliweza, kila mtu, yani shughuli ni mingi, mambo ni mingi, harakati zimekuwa mingi za kiulimwengu na shughuli zingine. So ikawa kila mtu kwenye harakati zake, mpaka imefikia mahali hata hii ilmu ambaye ustadhi ama almarhum Ustadh Ali ameweza kutupatia, tumeweza, yani sijui niseme vipi, what I can say ni kuwa yani tumesahau so yani tumemsahau kwa kweli ama tumemtupa. So mimi 2022 mwezi siwezi kumbuka, lakini ilikuwa ni 2022 mwaka wa 2022 nilikuwa Malindi, though nilikuwa nikisoma college hapo Mombasa, Technical University of Mombasa. So nilikuwa nakuja Malindi na hustle, nafanya struggle zangu, naenda. So sasa katika kuna usiku mmoja nililala nikaamka. Nililala kitu kama alfajiri hapo. Kuna fikra fulani ilikujia, ama yani naweza sema nimemuona ama ni ndoto, lakini kama fikra yani ndoto imenikujia kuwa nimekutana na ustadhi kwenye ndoto tukiwa na yeye kwa hizi harakati za maulidi. So asubuhi nikiamka, hapo ilikuwa nakaa kwa dadangu anaitwa Siada, anaishi Malindi. Nikashauriana na yeye, na ni mwanamke. Nimejaribu tu kutafuta ushauri. Nikamwambia ustadhi ni kweli ametusomesha, wengine wetu tuko kwa harakati, hata kama hatuja kuwa maustadhi wenyewe sasa kuvaa kanzu. So hata kama hatuja kuwa maustadhi, lakini ile ilmu bado tuko nayo. Nikamshauri, je, itawezekana tuweze kumfanyia dua? Dadangu aliniambia kwa hali ya maisha sasa hivi venye iko, sidhani kama umekuja na hiyo fikra, sidhani kama kuna mtu yote anaweza akafanya mchango ama akafanya harakati yote. Wewe kama una chako mfukoni, nenda pale Ikhlas, nunua biskuti na kahawa, uende upeleke pale ustadhi wamfanyie maombi, halas itakuwa imeisha. Kila time ikifika hiyo wakati wewe fanya tu hivyo. Mimi nikaona hapana, ikabidi nimpigie Ustadh Mahmud simu, nikampigia Habibu anaitwa Bakari maarufu anajulikana Habibu, kuna Ustadh Sudi hapa na wengine. Nikatafuta ushauri kwao, wakaniunga mkono. Baada ya kuniunga mkono, mimi nikaanza hizo harakati, kupigia watu tofauti simu. Hata kwa kweli Ustadh Muhammad mwenyewe hatujamwambia. Sisi tumejipanga kama wanafunzi, tukafanya mchango wetu kidogo chetu kile ambacho tuko nacho. Mwaka wa 2022 kama sijakosea, ndio harakati hizi ziliweza kuanza. Baada ya hapo tulipofanya ile mchango wetu, kiwango cha pesa tukakuja nao kwa Ustadh Muhammad Haro, ndio kumuelezea kuwa ustadhi ni hivi na hivi na hivi na hivi, tuko na mikakati kadhaa. Ustadhi naye tunashukuru Mungu alituunga mkono akakubali. Leo hii tunaongea hivi hapa, maana nimesimama mbele yenu hapa. Nadhani ni mwaka wetu wa 3, si hata nadhani, ni mwaka wetu wa 3 tunafanya shughuli kama hii. Lakini tuko na nia inshallah, kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, miaka inayokuja, iwapo Mwenyezi Mungu atatuweka uhai na uzima, tuko na matumaini kuwa tutapanua ama hii shughuli hii itakuwa kubwa zaidi, na hiyo ndio nia yetu. Na vile vile
harakati kama hii unaiona kama kule jikoni na mambo mengine, kuna watu wengi wameweza kuchangia, na aliyefanya mchango huo wa pesa ni kila mwanafunzi aliyepita kwa mkono wa Ustadh Ali ama marehemu Ustadh Ali, kuanzia tukiwa naye madrasa al-Fatih. Baada ya hapo tukakuja naye tukahasol naye kule ikiwa ni msitu Maua Primary mahali iko. Baada ya hapo almarhum Maalim yeye akatupatia hii msikiti. Nakumbuka kabisa siku hii madrasatul Ikhlas ikitolewa jina na makaratasi iliandikwa majina, alafu ikachaguliwa mtoto mdogo akaambiwa achague katika hiyo karatasi. Hiyo karatasi kuchagua ndio ikakuja madrasatul Ikhlas, ndio maana ikaitwa madrasatul Ikhlas. Na hii ni juhudi ya almarhum Ustadh Ali. Popote pale alipo, Allah amjaze kheri, Allah amfanye ahlu min ahli janna, na wale walioweza kuchangia ama kushirikiana na sisi kwa shughuli kama hizi, Allah awapatie kheri zaidi. Naam, pia tuko na samahani kwa nimemsahau, tuko na ustadhi wetu hapa Muhammad Abdullah. Yeye pia ndio ametushika sana mikono, kwa sababu sisi tumejikuna hapa, tumejikuna pale, tumejaribu kile kiwango chetu tulichopata, alafu yeye akatufanyia usaidizi na wengine ambao wako nje ya nchi wa harakati za kutafuta maisha, na wengine ambao wako town. Lakini yote haya, kama ingekuwa si wanafunzi sisi kwa sisi kushikana na ushauri kwa maustadhi wa madrasatul Ikhlas, hatungefikia hapa tulipofikia. Kila aliyefanya shughuli hii ama kutoa mchango wake, Allah amfungulie milango ya kheri, Allah ampanue zaidi, Allah ampe moyo wa kutoa inshallah. Sina la ziada, narudisha usukani kwa Al-Habib Mahmud Hassan ama Muhammad Abdullah. Shukran lakum. Shukran Abdul Aziz. Inshallah nilimtaja wakati ule mwanzo yake Mahmud al-Ustadh Muhammad Hassan, lakini nilimtaja yeye kwa niaba wengine wote. Manake tukiangalia hapa wote katika wanafunzi ambao walipitia kwa almarhum Ustadh Ali, na wengi pia ambao hawakuweko hapa ambao pia walipitia. Inshallah hata wale ambao tunaona wana vilemba na miwani wote, hakuna yule ambaye hajapitia. Wote wale inshallah taala nafikiri walipata malezi kutoka kwa almarhum. Hao wote akina Mahmud Mavunje almaruf laqab yake hiyo, inshallah wote hawa. Kwa hivyo inshallah kabla kupitisha au kabla kumsimamisha aliyependekezwa kutupa mawili matatu yenye faida, na wanasihi hawa wanafunzi wote ambao wamehudhuria hapa na wengine ambao pia hawajahudhuria, muzipeleke hizi salamu, muwe mfano wa kama vile ambavyo mnaona hawa wote unaona hawa, hakuna yule ambaye hajapitia, na ilipatikana faida kubwa mpaka sasa. Hawa wote ni walimu, licha na kuwa pengine wengine wameshika shughuli zingine. Unajua walimu una kazi ngumu, na walimu unatekana subira. Kwa walimu, kwa kazi ya walimu ya madrasa haina mshahara. Naambia ukweli, kwa walimu wa madrasa hawana mishahara. Hata wale wanaona wako Mombasa na Malindi, habari nyingi tunazo. Wengine juzi walipiga simu wanatafuta nafasi huku kwetu watoke kule Mombasa. Yuko Mombasa, yuwafundisha masaa 24. Ni imamu, ni mwadhini, hatoki msikitini, mshahara shilingi 10,000. Naambie mshahara 10,000, pengine nyumba wakodisha, wahitaji kuvaa, mahitaji ya hospitali, madawa hapo, una famili, una kila kitu, 10,000 itapeleka wapi? Afadhali mimi ambaye niko hapa nafundisha, sina mshahara, lakini kiingia maji huko mimi na nyavu yangu na ndoano yangu napata chote. Silipi nyumba, alhamdulillah. Sina matatizo ya zaidi. Hospitali ukienda ni bure, hata kama Panadol unapata. Sasa kwa sababu hii ndio unakuta wengi wanatoroka, lakini hakuna kitu kikubwa na kitu ambacho kina thamani mbele ya Allah kama Qur'an. Kwa hivyo na wanasihi wanafunzi, mjaribu kufuata mfano huu na msiache madarasa kwa vyovyote. Msiache kusoma madrasa kwa hali yoyote. Lazima muhakikishe msome madrasa. Inshallah
Hatuendelee, wakati umeenda sana. Walimu ambao walihudhuria inshallah kuliani na kushotoni wako alhamdulillah, na wazuri pia wa kuzungumza wote wako, lakini wakati hauturuhusu. Ningeomba kwamba atakayetuwakilisha kila mmoja yeye ameridhia na amefurahi, aone kama yeye ndiye alifanya shughuli. Kwa hivyo inshallah taala tuko na imamu wetu hapa Abdullah. Wallahi tungefurahia sote na tunafurahi sote na tunapenda sote kwamba aweze kutuwakilisha kwa hii hadhara, kwa hiki kikao cha leo, awe ndiye mzungumzaji wetu, na inshallah taala sote turidhie. Falyatafadhali imamu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان أمر ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuwafikia tukaweza kuhudhuria katika haulia kama hii muhimu, kuja kumkumbuka mmoja katika alam min a'lami ummati al-Islam, kuja kumkumbuka mmoja katika watu waliofanya kazi kubwa katika maeneo yetu haya ya Tana River, kumkumbuka ustadhi wetu Ustadh Ali. Haya ambayo kwamba tumeyaona mbele yetu yote ni thamaratun min thimari, ni thamara, ni sehemu katika juhudi zake. Sisi kwamba juhudi zake zote ni hizi tulizoziona, kama tulivyoambiwa katika shairi ya ndugu yetu Mbarak, Mwenyezi Mungu ambariki, ya kwamba Ustadh Ali ingawa sana sana waqaddamu wa atharahu wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah tuambia subhanahu wa ta'ala, tutawafufua almauta siku ya kiyama, wanaktubu ma qaddamu, na tutawaandikia yale waliotanguliza katika amali zao walizofanya, amali za khairati. Kisha akatuambia wa atharahu, tutawaandikia pia athari zao, zile athari ambazo kwamba wameziacha duniani. Hivi Ustadh Ali haya ambayo kwamba ameacha hapa, ameacha madrasatul ikhlas, ameacha wanafunzi, ameacha madaris, ameacha utajo mzuri, ni katika athari zake. Wanatuma qaddamu wa atharahum, sote ni athari zake zote hizi. Wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sasa ni kila mmoja afikirie, mimi nikiondoka duniani nitawacha kitu gani kizuri ambao watu wataweza kunikumbuka nacho. Umefanya nini? Tunajua wewe ni mfanyabiashara mzuri, tunajua wewe ni mkulima mzuri, tunajua wewe ni msomi mzuri, unatoka university. Sawa, haya ni yako ya hapa duniani. Yale ambayo kama tutakukumbuka nayo ni gani? Leo tunakumbuka Ustadh Ali kwa juhudi zake, wote wanafunzi wake waliokaa hapa, na kama tulivyosikia hapa, mpaka kuja hii fikra ya kwamba tutafanyaje hii haulia iendelee. Ilianza vipi? Ilianza na mtu mmoja, kisha akaeleza ile fikra na mpaka ikaja ikashika, mashaallah. Zote katika athari zake. Na wewe fikirie sasa, Ustadh Ali kama ni kufaulu, amefaulu alhamdulillah, kwa sababu haya ni katika kufaulu kwake. Je, mimi na wewe tutaacha lipi hapa duniani? Ndio huyo akasema daqatu qalbil mar'i qailatul lah, kule kugonga moyo wako, si moyo ugonga kama zile thania zile, ikigonga inakwambia nini? Innal hayata daqaiqun wa thawani. Haya maisha tunayoishi hapa duniani, daqaiq ni kama dakika tu zile zinazogonga zikamalizika. Daqatu qalbil mar'i qailatul lahu, na wewe ukumbuke kwamba uko hapa, lakini kumbusho utasimama, utafika mwisho. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kila mmoja atapitia mauti na ataonja. Daqatu qalbil mar'i qailatul lahu innal hayata, haya maisha yako daqaiqun wa thawani, ni hizi dakika tu na thawani, thania hizi.
kisha anakuambia farfa li nafsika ba'da mautika dhikraha. Jaribu kuinua nafsi yako baada ya kifo chako, utatajwa vipi? Inua utajwa wako mzuri, watu wakutaje vizuri. Mashallah, alikuwa ni mtu mzuri, alikuwa ni mwalimu mzuri, alikuwa ni imamu mzuri, alikuwa ametufanyia kadha wa kadha. Ukumbuke kwa mazuri. Kuna watu wakikumbuka kifo wanakumbuka kwa mabaya, na wengine hawakumbuki kabisa hata kwa hayo mabaya. Kuna watu watakumbuka kwa kuwa alikuwa mlevi sana, alikuwa mchezaji mpira sana, alikuwa ni mtu wa wanawake sana, alikuwa ni mtu wa bomba sana, alikuwa ni mtu wa kukesha na wanawake. Utajo wako sio utajo mbaya, watu wakutaje vizuri. Leo tukija hapa Malakoteni tutamkumbuka Ustadh Ali, tukija hapa Malakoteni tutamkumbuka Mwalimu Nyenye, tukija hapa tutakumbuka watu waliofanya kazi. Kwa nini tuwakumbuke hao wengine? Kwani wangapi wanaondoka hapa Malakoteni ndio mlata walikufa? Mbona tuwakumbuki hapa? Sasa ndio kila mmoja kaja ajiulize, kwa nini wengine hawakumbukwi? Tuwakumbuka hawa kwa sababu ya kazi zao. Hata ukisikia hapa Tana River watu wanakumbuka ni watu wachache, basi wanakumbuka kwa sababu walifaidisha umma, waliweka manufaa kwa umma. Leo moja katika watu ambao tunawakumbuka katika wazee wa zamani, mwalimu wetu mzee Mardima, ambapo pia ufanyiwa haulia kule Hola nafikiri. Kwa nini akumbukwe yule? Kwa sababu ya kazi zake. Kwa hivyo ukisikia watu wanaenda kwenye ziara ya Mwalimu Ndima, tuma mzee Nyenye kwa Ustadh Ali na kwa wengine tanda Mambrui, tanda Lamu, tukumbuka kazi. Hatuwaendei watu pale sisi. Tukaenda kwenye kaburi pale, hatuendei kaburi. Tumwendea yule aliyoko pale ndani sisi. Tunataka nini? Mtu amekufa tunafanya nini kwake? Tunaenda kukumbuka kazi zake. Na vile tuaidhiana tuambiana kwamba sisi tuwe kama hawa. Falumru lilisa fadhikru lilisani umru thani. Kule kutajwa kwa uzuri ni umri wako wa pili. Na kama tulivyoambiwa na ustadhi hapa ya kwamba sote hata kama hatuna mishahara, hakuna watu wanaoonekana ni watu duni leo ulimwenguni kama walimu wa dini. Tena muttafaqun alayhi, sigaseni kwa kila mahala ukienda muttafaqun alayhi. Ukienda Nairobi ni hivyo. Hata ukitaka kujua hivyo kwamba walimu wa madrasa wako chini ama walimu wa dini waonekana ni watu, hebu jaribu kuhudhuria katika sherehe za kiserikali uone kama utatambulikana. Nenda kwenye jamhuri, siku ya Jamhuri Day, nenda siku ya Madaraka, nenda ujeke pale mbele na kazi yako. Hakuna anayekutambua Sheikh. Kwa nini? Kwa sababu wewe unajulikana kazi yako kusalisha watu. Wewe kazi yako kusomesha tu, ule kibati watu wapige watoto walie basi. Lakini Allah anakutambua. Kama watu hawakutambui, Allah anakutambua. Na ndio maana Mtume akasema sallallahu alaihi wasallam, hakuna mtu ambaye kwamba ni bora ala wajhi al-ard kuliko wale ambaye kwamba wamejitolea kusomesha ilmu na Qur'an. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, hadithun sahih. Mbora wenu, Mtume akasema mbora wenu ni yule ambaye kwamba amesoma elimu ya juu sana upande wa shule. Amesema khairukum man ta'allama al-Qur'an. Akasema mbora wenu ni mfanyabiashara mkubwa maarufu. La, mbora wenu ni upi? Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, ni yule ambaye kwamba amejitolea kwa hali zozote zitakavyokuwa. Hata kama mfano sitalipwa mshahara kama alivyosema Ustadh Abdallah, nitasomesha ikifika wakati wa break dakika 20, nenda nikaangalia nyavu yangu, nishika kitu chochote pale ambao nimeweka, lakini najua Mwenyezi Mungu atanilipa mimi. Kwa hivyo sisi walimu pamoja na wanafunzi mlokaa hapa, tujaribuni kusimamisha bendera hii ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii bendera isianguke. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim hawakuwa tayari bendera ianguke. Bendera ya Allah ikianguka ikakanyagwa, anta mas'ul. Wewe utaulizwa na Allah azza wa jalla, kwa nini umeachilia hii bendera? Leo kwa sababu tumeachilia bendera za dini, sisi ambao tumesoma leo tumetoka makwetu kama alivyotuambia Ustadh Abdallah. Ni kweli kabisa. Tukimbia kwa watu leo, kuna miji mingapi ndani ukiingia huko, ni miji mingapi ambayo kwamba misikiti hakuna maimamu, hakuna madrasa. Sehemu nyingi tukipitia utaona hakuna madrasa, hakuna walimu. Ukiuliza kwani hapa hakuna walimu, utaambiwa wamesoma lakini hawako, wako Nairobi, wako Eldoret, wako wapi, wenda kutafuta mapesa.
Nini? Kwa sababu tutaona kwamba kulipwa ndio bora zaidi kuliko kushikilia. La, tumeambiwa baada ya kusoma urudi kijijini kwenu kule, hata kama walala juu ya jabali, hata kama utakula tule sima na nini na ile maboga yanaota yenyewe mrenda, kula hiyo hiyo, Allah atakulipa. Na Mwenyezi Mungu amekuahidi nasr, in tansurullah yansurukum. Ahadi ya Mwenyezi Mungu si haianguki. In tansurullah, ukisimama kweli kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hali zozote, Allah atakuletea nusra. Hata kama uko wapi, hata kama uko Danguroni kule, Allah atakutoa, atakuletea mtu ambaye kwamba atakusaidia. Kwa hivyo sisi tumefurahi sana na tunawapongeza wanafunzi wote ambao kwamba wameleta hii fikra. Hii ni fikra nzuri ya kuigwa bwana. Yaani sio yote ambaye kwamba ataweza kuwa na fikra kama hii kwa ajili ya mwalimu wake. Watu leo kama tulivyosikia ni watu wa kila mmoja yuko busy tu milioni, kila mmoja na biashara yake, nitakula vipi, nitasomesha vipi watoto. Hakuna anayekuwa na fikra kama hii. Lakini watoto wa ikhlas, watoto wa madrasa ya ikhlas, wanafunzi wa Ustadh Ali Komora, kwa hii ni kuonesha ikhlasi yake kwa wale watoto walikuwa vipi. Na ukiishi na watoto vizuri, ukiishi na wanafunzi vizuri, basi watakukumbuka namna hii. Ndio kwa Ustadh Ali hapa ni mtu wa hikma, hapa ni mtu wa kuwabembeleza watoto na kuwasomesha vizuri na kuwalea vizuri, asingekumbukwa. Lakini kuonesha alaka yake na wanafunzi ilikuwa ni alaka nzuri sana. Kwa hivyo mimi nitakoma hapa kwa sababu wakati pia ni mfupi. Mwenyezi Mungu atubarikie katika hafla hii. Na inshallah huyo ambaye kwamba tumemkusanyikia, Mwenyezi Mungu amuinulie daraja kule aliko. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amsamehe madhambi yake na makosa yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie kaburi yake rawda min riyadil janna inshallah Ta'ala. Atukutanisha na yeye inshallah siku ya kiyama, sote pamoja na sisi na wanafunzi wake inshallah tuwe mahala pamoja, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia wale watakaopendana duniani watakuwa pamoja siku ya kiyama. Na wewe kuna ala yaqin, uwe na yaqini ya kwamba madamu moyo wako umefungamanisha na ustadi wako, basi utakutana na yeye siku ya kiyama. Na sisi ambao tumekaa hapa tutakutana pamoja inshallah Ta'ala siku ya kiyama. Kwa haya machache au mengi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awabarikie walimu wetu na wahifadhi kwa kazi zao kubwa ambao kwamba wanafanya, pamoja na dhurufu, pamoja na ahwali ambao ziko, na watu wa Malakoteni, wazee wa Malakoteni, vijana wa Malakoteni, wakina mama, jaribuni kusimama na walimu vizuri, kwa sababu hii ndio nuru yetu katika kijiji. Watu wa dini ndio nuru, Sheikh. Lao watu wa nuru hawa watu wa madrasa tutawakosa, wallahi tutabakia katika giza, katika hali mbaya sana. Hii hali ambayo kwamba leo Malakoteni asifika nayo ni hawa walimu. Na hutaweza kuona umuhimu wa mtu mpaka kuondokesha. Huwezi kuona umuhimu wa Ustadh Muhammad Haro leo mpaka aondoke. Huwezi kuona umuhimu wa Ustadh Abdallah mpaka aondoke. Kwa hivyo mtu akiwa yuko mbele yako huoni umuhimu wake na ile kazi anayofanya. Lakini siku akiondoka ndio utasema. Na hakuna badali ya mtu, Sheikh. Sio ukasema fulani akiondoka ataingia mwingine. Ule mwingine atakao kuingia si kama yule aliondoka. Hakuna badali ya mtu, Sheikh. Tuelewana vizuri? Kwa hivyo sisi tunajaribu kuwashika mikono walimu wetu, hata kama hatutowapatia pesa wala nini, japo kukaa na wao vizuri, japo kuongea na wao vizuri, japo kuwapatia ushauri mzuri. Hivyo ndio itakana. Na si Malakoteni peke yake, kila mahala tujaribu kukaa vizuri na mashekhe zetu, ndio kufaulu kwetu. Walafu asante Imam Abdullah, Mungu akubariki, Mungu akujaze khair inshallah. Mara nyingi pia tufurahi sana Sayyid Abdallah, Sayyid Abdullah, tukiwa na harakati wengine pia kina Ustadh Hussein, Ustadh Ali na wengineo, kuna Sadiki. Alhamdulillah, tunashukuru walimu wote waliokuja, wallahi tumefurahi, na maneno yako Imam pia yameingia ndani ya nyoyo inshallah, na atafanywa kazi kwa hizo Mwenyezi Mungu. Nafikiri na kwa niaba ya hadhara au kwa niaba ya wenye kuandaa shughuli kama hii, inshallah anachukua nafasi hii kwa kutoa kalmatu shukri walioandaa shughuli hii na walimu, maimamu walioacha pia nafasi zao, walioacha harakati zao, walioacha kazi zao wakaja ili kuweza kujumuika pamoja, pia tunawashukuru inshallah. Wazee waliohudhuria pia tunawashukuru. Mungu awabariki. Na kila ambaye alichangia hafla hii,
aliyechangia kikao hiki pia tunamshukuru, tunamwombea Mwenyezi Mungu amlipe badali yake kheri. Na wapishi pia ambao wanaendelea na harakati zao kule pia vile vile tuwashukuru.